Kwanza tupunguze gharama ya nilikuwa naona some of the videos watu wanasema mmefanya vibaya kupiga present, mmefanya vibaya kupiga present, of which wamefanya vibaya kupiga present because present is a national symbol of unity. Inaonyesha watu kuwa tuko na unity. Lakini sometimes when you look in another dimension, because nakumbuka nishajipata kwa certain situation whereby nimeajiriwa kazi na tajiri fulani. Leo tajiri unamfanyia kila kitu, unaamuka asubuhi unampangia kila kitu, unamfanyia kila kitu, lakini anakuja na kuona na macho ya dharau, anakuambia fanya kila kitu yenyewe, unamheshimu, unafanya vile unataka, anakuamsha hata saa 6 usiku uende ufanye vitu zake. Umeamuka unafanya, umemaliza, baada na kuongezea unafanya, and then yule jamaa anakufanyia madharau na kuona kuwa kama si yeye ungekuwa ushakufa kitambo. Anakuonyesha madharau paka kama yeye kawaambia wewe boss, najua umeniajiri. Na kama hii kuajiri yako ndio unanifanya na hii madharau yote, ama hii kuniajiri yako ndio inafanya unanionyesha hii kiburi yote, wachikae. Sasa unaweza pata Waarabu wanasema kali wali, wachikae, sitaki maneno yako. Yesu unajua anakusaidia, Yesu unajua unapata chakula hapo, lakini madharau na kuonyesha yenyewe unaona unaweza toka hata hiyo respect uko na muonyesho, unaweza mkosa kumuonyesha hata kama ndiye anakusaidia na kusupport. It's the same thing in happen to the youth kwa sasa. Unapata watu wengi wamesoma, wamemaliza masomo, mtu ameenda degree, ameambiwa education is the key. Lakini unapata hiki wanapewa watu wengine hata hawajasoma. Unapata mtu hata si worthy to hold a certain position amepewa. Unapata mtu amegraduate nyuma yako, umemaliza 10 years or 5 years, mwingine amegraduate 1 year amepata kazi mbele yako, na uko na the more experience, uko na the high grade, ulimaliza mbele yake, and then unalipa ushuru na muka siku, unajikaza, unalipa ushuru, unafanya hiyo biashara yako ndogo ndogo, kama ni boda, kama ni mama mboga, unapata hao makanjo na kwaras, unapata umeongeza ushuru kila wakati, biashara yako wamekuongezea ushuru, permit. At the end ukienda hospitali hakuna madawa, ukienda shule wameongeza fees, ukiangalia mfuko wako hakuna pesa inaingia, pesa inatoka mingi. And then ukienda kufungua news, unaenda kufungua TV, unaenda kufungua radio, unapata radio news kuna wabunge wameshikwa na pesa yako inchi zingine, kuna wabunge wameshikwa na pesa yenyu wakisafiri mahali fulani, ama unapata waziri ameshikwa akisafirisha pesa inchi fulani, mara unasikia Dubai, mara unasikia pesa zingine zimepatika Swiss bank. Na hizi pesa in real sense umengangana, but at the end of party yote nizafika mahali uko very frustrated, bado ule mtu unafaa kumuheshimu, unapata ile yani umeisha, hata unasema chekae, kama ni mbaya ni mbaya, kama ni mbaya ni mbaya, kama ni ndo maisha, kama ni inatupeleka hapa, kama ni mbaya kwetu mbaya. Unapata kama mtu alirusha kiatu, maybe ni frustration kama hiyo, maybe amejaribu kila kitu, and then umekuja the same maybe umekuja kupewa the same story ambayo ina hope. Unafika mahali hata unakasika, unasema kali wali, kama ni mbaya ni mbaya. Hii inaonyesha is high times the politician now waangalie the people, waangalie hao watu wenye wamewachagua ndio watoto wao, ndio watoto wao, wawatimizia ahadi yao, watimizie vitu walikuwa wameambia, wawasikize tu. Kusikiza si mbaya, ukiwasikiza vitu zitakuwa tu sawa. Ukiwasikiza nini wanataka, ufanye vile wanataka, mimi sioni kama kutakuwa na issues mingi. Hii ni kidhani ni frustration ya maisha, mambo imekuwa magumu, vitu zimekuwa mazito, hali imekuwa ngumu. Unafika unasema kama ni mbaya acha ikuwe mbaya. But the moment the politician wata realize kuwa watu wanaumia na tunafaa tuwasikize na tufanye vile wanataka, mimi naona tu watakuwa wanaenda kila mahali, watakuwa tu hakuna shida yote. Watakuwa tu wanaenda kila mahali, hakuna shida yote.
But sometimes it feels a point unaweza fanya kitu hujaitarajia, ni ile frustration, ni ile umetarajia kitu fulani lakini upati, ama uko na quality fulani lakini mtu anakuona uwezi. Sasa uko na ile frustration inalupuka, hata unaweza fanya kitu ambayo sio mzuri. So msiangalie kitu inaadha mtu asiangalie kitu that huyu mtu amefanya vibaya. Angalia maybe huyu mtu ni challenge gani amepitia. Maybe amefinywa sana ikafika mahali ikakuwa out of control. That is according to my opinion. Just comment your opinion, tuone vile tutafanya. Nimemaliza.